Kando ya eneo la nyasi lililotulia katika magharibi mwa Ufaransa, shughuli ya kijeshi inaendelea kwa utulivu usio wa kawaida, lakini chini ya kivuli cha miti na vichaka. Magari ya kivita yameegeshwa kwa karibu, yakificha kitu ambacho kwa nje hakionekani kuwa makao makuu ya jeshi. Ndani ya mpangilio huo mdogo wa muda, Benoît de Meules anaongoza kile kinachoonekana kuwa mabadiliko muhimu katika namna jeshi la kisasa linavyoendesha vita, lakini makao hayo ya muda yanajulikana kama Command Post 1, yani CP1, ni sehemu ya majaribio makubwa ya kijeshi chini ya zoezi la Orion 26, zoezi ambalo linaashiria kurejea kwa maandalizi ya vita vya kiwango cha juu barani Ulaya. Orion 26 ni mojawapo ya mazoezi makubwa zaidi ya kijeshi ya Ufaransa katika miaka ya karibuni. Lengo lake ni kupima uwezo wa taifa hilo kuongoza operesheni za pamoja za kijeshi katika mazingira ya vita vya kisasa vinavyohusisha teknolojia ya hali ya juu na ushirikiano wa kimataifa. Katika zoezi hilo, Corps ya 1 ya jeshi la Ufaransa inaongoza makao ya vikosi kutoka nchi kadhaa za Ulaya zikiwemo Poland, Uingereza, Italia na Hispania. Ingawa hakuna wanajeshi 120,000 waliopo moja kwa moja uwanjani, idadi hiyo inawakilishwa katika mfumo wa uendeshaji wa operesheni na mipango ya kijeshi. Mazoezi yanayofanyika katika mazingira ya nchi ya kubuniwa iitwayo Unland, ambayo hutumika kuiga hali halisi ya vita bila kuhusisha mipango ya moja kwa moja, na mabadiliko makubwa yanayojaribiwa katika zoezi hili ni matumizi ya makao ya uongozi yanayohama. Tofauti na mifumo ya zamani ya NATO iliyotegemea makao makuu ya kudumu yaliyo mbali na mstari wa mbele, mfumo huu mpya unalenga kuwasogeza makamanda karibu zaidi na eneo la mapambano. Kwa mujibu wa Benoît de Meules, hatua hiyo inalenga kuboresha mawasiliano na kasi ya maamuzi, na hapa nanukuu: "Tunataka kuwa karibu na vikosi vinavyoendesha mapambano ili kuelewa hali halisi na kuchukua hatua kwa haraka zaidi." Mwisho wa kunukuu. Mfumo huo umeundwa katika ngazi 3 ikiwemo CP1, makao ya mbele yenye uwezo wa kusogea haraka na kuwekwa ndani ya muda mfupi; CP2, kituo cha msaada wa logistic na uratibu wa nchi mwenyeji, pamoja na CP3, makao makuu ya kudumu yaliyopo Lille yenye miundombinu mikubwa ya data, ambapo muundo huu unalenga kuboresha mzunguko wa maamuzi unaojulikana kama order loop. Vita ya Russia-Ukraine War imeleta mabadiliko makubwa katika uelewa wa vita vya kisasa. Moja ya funzo kuu ni kwamba makao ya uongozi hayawezi tena kutegemea umbali, kama kinga na teknolojia kama droni na mifumo ya ufuatiliaji wa kielektroniki imeongeza hatari kwa makao makuu ya kijeshi na kulazimisha majeshi kubadili mbinu zao. Kwa muktadha huo, mfumo wa Ufaransa unasisitiza uhamaji wa haraka kwa makao ya uongozi, usambazaji wa mifumo ili kupunguza hatari ya kushambuliwa, pamoja na usalama wa mawasiliano ya kidijitali. Makao ya CP1 yanaunganishwa na CP2 na CP3 kupitia mtandao wa mchanganyiko wa satellite, mawasiliano ya redio pamoja na mitandao ya simu, kwani Ufaransa inapanga kuongeza uwezo wa uchambuzi wa data kwa kutumia akili bandia, mfumo unaofanana kwa kiasi fulani na Project Maven wa Marekani. Lengo ni kurahisisha uchambuzi wa taarifa nyingi za uwanja wa vita na kusaidia makamanda kufanya maamuzi kwa haraka na usahihi zaidi. Katika mazingira ya vita vya kisasa, kujificha ni muhimu kama kushambulia. Katika zoezi la Orion 26, jeshi la Ufaransa limetumia mbinu mbalimbali za kujilinda, ikiwemo kuanzisha makao bandia, yani decoys, kutuma mawimbi ya uongo ya kielektroniki, pamoja na kutumia mifumo ya kuzuia drones. Katika baadhi ya majaribio, vikosi pinzani vilifanikiwa kugundua makao ya mbele kwa kufuatilia mawimbi ya kielektroniki, lakini kilichocheleweshwa katika operesheni nyingine kutokana na kuwepo kwa malengo ya uongo. Licha ya maendeleo haya, maafisa wa kijeshi wanakiri kuwa bado kuna mapungufu,
hasa katika uwezo wa mashambulizi ya mbali. Changamoto hizo zinajumuisha upungufu wa mifumo ya roketi za masafa marefu, idadi ndogo ya mizinga ya kisasa, pamoja na uhitaji wa kuimarisha uwezo wa mashambulizi makubwa. Kwani hata hivyo, viongozi wa jeshi wanaamini kuwa mfumo wa uongozi unaobadilika unaweza kusaidia kutumia vyema rasilimali zilizopo. Baada ya miaka mingi ya operesheni za kupambana na waasi, Ufaransa sasa inaelekeza nguvu zake katika maandalizi ya vita vya kiwango cha juu kati ya mataifa, ambapo malengo ya muda wa kati ni pamoja na kuwa na divisheni moja tayari kwa vita ifikapo mwaka 2027 na kuunda kopu kamili ya vita ifikapo mwaka 2030. Mageuzi ya mfumo ya uongozi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuboresha uwezo wa jeshi katika mazingira ya vita vinavyobadilika haraka. Zoezi la Orion 26 linaonyesha mabadiliko ya kimsingi katika namna jeshi la kisasa linavyojiandaa kwa vita, kutoka makao makuu ya kudumu hadi mifumo inayohama na kujibadilisha. Ufaransa inaweka mkazo katika kasi, ufanisi na uwezo wa kuishi katika mazingira yenye hatari kubwa. Kwa mujibu wa Benoit Demuls, na hapa nanukuu, jeshi letu lina uwezo wa kupelekwa vitani, si kamilifu lakini liko tayari, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo inaakisi mwelekeo mpya wa kijeshi ambapo maandalizi badala ya ukubwa pekee ndio msingi wa nguvu. Katika hatua nyingine, upepo mkali wa bahari ya Mediterranean, milio ya makombora ilipasua anga ya kisiwa cha majaribio, ishara ya taifa moja kujiandaa kwa mapambano ambayo huenda bado hayajafika, lakini yanakaribia kwa kasi isiyo na huruma. Ndani ya jiji la Paris, maamuzi mazito yanachongwa kisiasa na kijeshi. Taifa la France sasa lipo kwenye njia panda: kujitegemea au kununua nguvu kutoka nje. Lakini jambo moja liko wazi: vita vya kesho vitashindwa au kushindwa na kasi ya teknolojia. Katika majaribio ya hivi karibuni, mifumo mipya ya makombora ya ndani imeonyesha dalili za matumaini. Kampuni kama Safran na MBDA zimeungana kama ngome ya chuma, zikijenga silaha zitakazolinda taifa. Lakini upande mwingine wa uwanja wa vita, majina makubwa kama Lockheed Martin na RBT Systems tayari yana silaha zilizo kwenye matumizi, zikiwa tayari kwa vita halisi, si majaribio. Hapo ndipo shinikizo linapozidi kwa ndani ya mipango ya silaha lakini yenye uzito. Ufaransa imeanza safari ya kutengeneza kombora la masafa marefu lenye uwezo wa kufika kilomita 2500, silaha ambayo haitakuwa ya kawaida. Itakuwa na kichwa cha kisasa kinachoweza kubadilika angani kwa kasi ya kutisha, hypersonic grid vehicle. Hii si tu silaha, ni ujumbe, bali ni mpango huu wenye thamani ya zaidi ya euro bilioni 1 unalenga kufikia mwaka 2035, lakini viongozi wa kijeshi wanasisitiza hiyo ni mbali sana, vita havisubiri kalenda. Katika ukumbi wa bunge, sauti ya tahadhari ilisikika wazi: dunia inaingia kwenye zama mpya, vita ya kuchokana. Hapa sio tu mbinu, bali uvumilivu. Si nani mwenye silaha kali zaidi, bali nani ataendelea kuwa na silaha mwisho wa mapambano. Aliyebaki na silaha ndiye mshindi. Maneno hayo yamebeba uzito wa historia na kivuli cha vita vinavyoweza kuja. Ndani ya anga, mfalme mpya anazaliwa upya. Mradi wa F5 unalenga kuibadilisha ndege ya Rafale kuwa chombo cha kisasa zaidi cha vita, ikiwa na injini mpya yenye nguvu kubwa zaidi, rada mpya na makombora mapya ya umbali mrefu. Kombora jipya la Comet linatarajiwa kuzidi uwezo wa lile la zamani la Meteor, likiwa na uwezo wa kushambulia mbali zaidi, haraka zaidi na kwa usahihi wa kutisha, kwani hapa sayansi inageuka kuwa silaha. Katika sura nyingine ya vita, teknolojia ya droni inachukua nafasi. Mradi wa Chorus unaleta ndege zisizo na rubani zenye uwezo wa kusafiri hadi kilomita 3000 zikibeba mzigo wa kilo 500 wa maangamizi. Zinatengenezwa na kampuni ya magari Renault. Ndiyo, magari sasa yanazaa silaha. Gharama yake nafuu kuliko makombora mengi, lakini athari yake sawa na radi ya usiku. Wakati Ulaya inajizatiti, maeneo mengine ya dunia hayako nyuma. Irani inaendelea kusukuma mipaka ya teknolojia ya kijeshi,
huku maonyesho ya Singapore Air Show yakionyesha wazi kuwa vita vya kesho vitaamuliwa na akili, si tu nguvu. Na kwenye orodha ya 2026 Tech Disruptors, majina mapya yanaibuka yakibadilisha si tu biashara, bali pia jinsi vita vitapiganwa. Kwani huu sio wakati wa kupumzika. Mataifa yanajenga, yanafikiria, yanahesabu. Kwa sababu ukweli ni huu, vita vya kesho havitapiganwa kwa wingi wa askari, vitapiganwa kwa ubora wa teknolojia. Na katika mbio hizi za kimya lakini hatari, kila taifa linauliza swali moja tu: je, tutakuwa tayari kabla ya muda kuisha?